ya kufanya ibada au kwa ajili ya kuwapaka wale watumishi wa Mungu ambao Mungu aliyokuwa amewakusudia. Tunaona haya mafuta ilikuwa ni agizo la Mungu katika Agano la Kale kwa ajili ya kuweka wakifu, au ilikuwa ni ishara ya kumtenga kwa ajili ya kazi ya Mungu. Lakini tutakuja kuangalia katika Agano Jipya ni vitu viwili tofauti ambacho Mungu anachokitaka ni kumsaidia mwanadamu ili aweze kutembea katika nyakati zote, kwa sababu ni nyakati au ni zama za mwisho ambazo adui anapigana vita juu ya kanisa, ambazo ni adui anapambana ili watu wengi kuweza kuwazofisha imani zao, kuwazofisha hatua zao za kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona ni mafuta ambayo yalikuwa yakiandaliwa maalum. Bwana Yesu asifiwe. Na ilikuwa yakipakwa kwa watu maalum. Na mafuta yalikuwa yakitumika sana sana ni mafuta ya zeituni. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie katika Agano Jipya. Katika Agano Jipya mafuta yanaashiria nguvu na uwepo wa Roho Mtakatifu katika maisha ya watumishi na wafuasi au wanafunzi wa Yesu. Kwa maana tunapokuwa hapa sisi sote ni wanafunzi au wafuasi wa Yesu Kristo aliyesulubiwa pale msalabani, akafa, akafufuka, akapaa mbinguni. Kwa hiyo ni kiashiria cha nguvu na uwepo wa Roho Mtakatifu katika maisha ya watumishi au wanafunzi wa Yesu Kristo. Nimeliangalia ili neno mafuta ya Roho Mtakatifu katika lugha ya asilia, kwa maana tunaona kitabu cha Agano la Kale kabla ya kutafasiriwa kuja katika Kiswahili, Kiingereza na lugha kadhaa. Tunaona kitabu cha Agano la Kale kiliandikwa kwanza kwa lugha ya Kiebrania, lakini katika Agano Jipya tunaona asilia yake au asili ambayo ilikuwa ikitumika ni lugha ya Kiyunani au Kigiriki. Kwa hiyo nilipoangalia ili neno mafuta ya Roho Mtakatifu katika Agano Jipya kwa lugha ya Kiyunani linamaanisha krisma, ambalo linamaanisha upako au mafuta. Kwa hiyo tunapozungumzia upako ni ile nguvu ya Mungu au ile uwepo wa Mungu unaweza kulisaidia kanisa au kumsaidia Mkristo kuweza kuishi maisha yake ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya.